Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu wa mataifa yote ya Afrika na mabara yote ya dunia mzima. Majina yangu naitwa Josephat Mwishalwa. Ni mtu nisiye na thamani na nisiyetambulika hata kwenye mkoa wangu hawanijui. Lakini nimekuwa nafuatilia sana mitandao ya kijamii, hususan kwa wale watumishi wa Mungu wanaohubiri injili ya kweli. Nimekuwa nafuatilia na kukutana changamoto wanazozipitia, na kukutana na mambo mengi. Lakini niwatie moyo kwamba hata Yesu alihubiri injili ya kweli. Lakini walikuwepo waliomdhihaki. Wakamwambia bwana mdogo. Wakamwambia huyu ni mtoto wa Yusufu, fundi seremala yule. Wakamwambia na maumbo yake tunayajua. Haikutosha, wakamwambia huyu ni mkuu wa Beelzebuli. Kwa sio shida kwako mtumishi wa Mungu, hususan baba yangu, mzazi wangu, mzee wangu, Mbarikiwa Mwakipesile. Changamoto unazokutana nazo zinaonyesha kabisa mbinguni umekubaliwa. Laiti ungekuwa hujakubaliwa mbinguni, basi dunia ingekupenda zaidi. Lakini kwa kuwa dunia inakuchukia kwa sababu ya kuhubiri injili ya kweli, mbingu zimekukubali mzee wangu. Bila kusahau kaka yangu Pasco Cassian. Nimekuwa nikijaribu kufikiri kwa kichwa changu, nikasema ingelikuwa Tanzania hii tumepata kila mkoa mhubiri mmoja anayehubiri kama Mbarikiwa Mwakipesile na kaka yangu Pasco Cassian, yamkini kuna watu wengi wangesalimika. Leo watu wanahubiri injili za mapooza kujaza matumbo yao, wanahubiri injili za uhuni, uganga wa kienyeji umekaa kanisani. Tunawaona ni wengi, lakini hatujapata neema ya kufika level za kusema tuzungumze. Nasi tunamwomba Mungu akija kutufikisha hizo level. Tuko nyuma yenu mzee wangu Mbarikiwa Mwakipesile na kakangu Pastor Cassian. Tuko nyuma yenu. Tuna uchungu na injili ya kweli, tunaona matendo ya hovyo yanayofanywa, tunaona viini macho vinavyofanyika, tunaona maigizo mengi kwenye ibada. Ibada limeharibika, kanisa limeharibika, limekuwa ni kanisa la mazinga ombwe. Hakuna kanisa sasa hivi. Tunasikitika sana kwa sababu watu wanapotea. Tunasikitika sana. Nafikiri Mungu